What's up guys? Hebu tena katika Wando Tech Academy, na leo tuendelea na series yetu ya Python kama tulivyoanza kwenye series zilizopita, tulivyoanza Python installation. Leo tutaenda kuangalia kitu cha muhimu sana kinaitwa IDE au code editor. IDE bwana ni integrated development environment. Ni mazingira ambayo yameandaliwa ambayo ni ya muhimu au yanakuja na tools nyingi ambazo zinaweza kusaidia wewe uandike programu yako in more easy way. Umeona? Kwenye video yetu hii tutatumia IDE moja inaitwa VS Code au Visual Studio Code. Kwa nitaenda kuonyesha stepwise how to install VS Code in your machine. Kwa hapo nitaenda kwenye browser yangu Chrome, nita search hapo VS Code. Search hapo VS Code, itaniletea tap, nitaingia kwenye official website hapo ya VS Code, hiyo vscodestudio.com. Hii hapo official website, ndabonyea hapo. Funguka, inaonekana hivyo na kuna option hapo ya ku download for Windows, hiyo hapo. Na mimi ni kwa natumia Windows PC, nita download, nita click hapo na tutaangalia hapo. Kisha download hapo, italetea hiyo download of Visual Studio Code. Itakuwa imeanza hapa, unapoona juu huku itakuwa inaanza, kwa sababu lakini mimi tayari ninayo, sitafanya installation, nita close hapo kwa sababu mimi tayari ninayo, nisha install kwenye PC yako. Lakini wewe kama hauna, tukao imalize hapo ili ufanye installation. Kwa kisha maliza ku download your VS Code, ukishamaliza ku download VS Code, pale lako litaonekana kama hivyo. Hiyo ni VS Code setup. Baada hapo uta run as administrator, hapo uta run as administrator ili kupata ile full privilege ya ku download software yako. Uta click hapo run as administrator. Baada hapo uta install, uta accept agreement zao, terms and agreement, utaminya next. Then kama unataka create desktop icon, uta select hapo. Zingine hizo hapo unaweza kaziacha kama zilivyo. Hii by default una imeadi kwenye pass hapo kwa mambo ni okay. Kwa hiyo unaweza kaminya next. Kwa mimi nayo sitaminya install, wala wewe utaminya install mpaka mwisho, itamaliza kuinstall, itakuwa tayari umeshaiadi kwenye kompyuta yako. Kwa process hiyo itakuwa imemalizika hivyo. Nita close hapo. Code kwenye study zetu VS Code. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini tunatumia VS Code? VS Code bwana ni IDE ambayo ni lightweight. Lightweight yake ni nyepesi ukilinganisha na IDE zingine ambazo kama PyCharm. VS Code ni nyepesi kidogo. Umeona? Pia ni extensible. Extensible maana yake unaweza download a lot of tools or extensions ambazo zinaweza kusaidia wewe kufanya kazi yako vizuri. Pia VS Code ni free na open. VS Code bwana ni free software, haihitaji kulipia chochote kile. Ni free kabisa yani. Ukilinganisha na software nyingine kama PyCharm. PyCharm bwana kuna version nyingine unatakiwa uweze kulipia ili uweze kupata full features. Lakini Microsoft bwana akasema isiwe case, tunaletea open source software ambayo ni VS Code ambayo ni free kabisa. Pia ni cross platform. Cross platform ya VS Code, kama wewe unatumia operating system yoyote ile, unaweza kuaccess VS Code, Linux, Ubuntu, Windows. VS Code inafanya kazi vizuri kabisa. Unaona? Kuna tools nyingi hapa tunaweza kuzitumia kwenye kuandika hizo programs zetu au instructions zetu ambazo wao jamaa wamezileta. Kuna VS Code ambayo tutaka kuelezea hapa. Pia kuna PyCharm ambayo tunataka kuzungumzia hapa ambayo ni heavy kidogo. Na pia kuna IDE. Sasa hii IDE bwana, hii kila mtu anayo. Ukisha install Python tu, Python inakuwa ni pre-installed kwenye OS yako, kwenye computer yako. Umeona? Kwa hiyo inakuja tayari na IDE. Sasa hii IDE unaweza kuiona hapa. Yaani nionyeshe kitu moja. Unaweza kuingia kwenye search bar hapa, rudi hapo, ukaingia hapa, ukasearch IDE.
Hii ni inakuja kabisa na Python. Ukishafungua hapo, sikilizia hapo ifunguka ya DLE. Hiyo hapo hii ndo basic editor au basic IDE ambayo inakuja na Python yako. Umeona? Hii ni editor unaweza kaandika kodi zako safi kabisa. Lakini weakness ya hii editor bwana, haiji na lot of tools au zile so extensible kama VS Code, ambao zile tools zinaweza kusaidia wewe kufanya kazi zako in more simple way. Kwa kama wewe ni beginners au bado hujapata labda hujapata access ya kupata VS Code au na internet au na setup, umeshindwa, usiogope, unaweza kutumia hata hii pia ukafanya tu kodi yako zikarani vizuri. Lakini mimi kwenye video yangu hii nitakuwa natumia VS Code ambayo tumetoka kuonyesha hapa procedure za kufanya installation yake. Kwa hata kama unayo hii usihofu, kwa sababu ina run code vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaweza kujaribu ku run code hapo, labda tujaribu kuprint chochote hapo, tuandike labda hii ni basic IDE, ni basic IDE. Sikuloke utumie VS Code, sikuloke kabisa utumie VS Code, unaweza kutumia na hii pia ni nzuri kabisa. Kwa hiyo unaona inafanya kazi, unaona inafanya kazi hapo. Kama ninavyokuambia hapo, unaweza kutumia ile PyCharm. Watu wengi wanatumia PyCharm kwa sababu ni special for Python. Lakini mimi napenda VS Code kwa sababu sio nzito na ni free kabisa. Sio nzito kama PC yako haina power sana, hata 4 gigabytes sio nyingi sana, lakini inaweza ikakubali na ikawa ina run kila kitu safi kabisa. Umeona? Kwa nimeprint hapo, hii ni basic IDE. Kwa inafanya kazi safi kabisa. Lakini kwenye video yetu au series yetu tutaenda kutumia VS Code na tutaprint our first code in VS Code hapa. Kwa hiyo ni open VS Code, nakuja kwenye search bar, the search VS Code. Kitafute ni Visual Studio Code. Hapo ndo search hapo VS Code au Visual Studio Code. Hii VS Code inasaidia wewe tuweze kuandika hizi kodi zetu. Kwa hatua ya kwanza hapa, mimi nita close ili welcome. Ukishafungua tu VS Code, inakupa welcome message. Inakupa za walkthrough zile nini na nini. Nita close hapo. Na nime close hapo. Afu kitu kingine pia hapo cha msingi kwenye VS Code, ukishapata VS Code yako, utakaa uinstall zile important extension ambazo zitakusaidia wewe kuandika kodi zako za Python katika njia nzuri au kukurahisishia maisha. Umeona? Python yako ikawa ina run safi kabisa. Bila issue yoyote. Kwa utakuja hapa kwenye hiyo inaitwa extensions, ambazo ni muhimu sana ku run, zinakusaidia wewe kuandika kodi zako za VS Code kwenye VS Code, kuandika kodi zako za Python kwenye VS Code in more easy way, na kusaidia vizuri kodi zako zote zinakuwa vizuri na inasaidia kuwasiliana na ile interpreter. Umeona? Kwa ni muhimu kudownload hizi extension ambazo nitakwambia hapa. Kwa kuweza kudownload extension ni simple tu, utakuja hapa, unaweza ku search extension yoyote ile, lakini mimi nita search Python. Umeona? Search Python hapo. Kwa hizi extension, Python debugger, Python Pylance na Python environment ni extension ambazo ni za msingi, ambazo zinakusaidia wewe kuandika kodi zako za Python. Umeona? Lakini za msingi zaidi ni hizi hapa, Python debugger na Python, ambazo ni by Microsoft, zote by Microsoft, lakini za msingi ni Python debugger na Python, ambazo zinakusaidia wewe kuandika kodi zako vizuri kabisa. Kwa jinsi gani unaweza kuinstall hizi extension? Kwa sababu mimi nisha install, itakuwa ina button, amna button ya kuinstall. Lakini na kuonyesha demo moja, kuna extension moja hapa sijaweza kuinstall, na how to install extension. Inaitwa Python extension by Don Jaimans. Kwa mimi ndaja kwenda click install. Kisha click install, itaonyesha hapo ina install. Kishamaliza install, itaonyesha hapo message kwamba you trust this publisher, you don't Jaimine. Mimi nasema okay, na namtrust bwana, install hiyo extension yake. Umeona? Kwa ndo jinsi hivyo ndo jinsi ambayo tunaweza kuinstall ni extensions. Umeona? Kwa hapo tutasikilizia, kishamaliza installing, itasema everything okay. Kwa mimi sitamaliza hapa kwa sababu hii extension sihitaji, lakini wewe, kwa kuwa wewe kama huja install extension yote, extension muhimu nishakwambia hapo, hizo mbili za mwanzo, Python debugger na Python, ambazo tuko uziadi kwenye VS Code yako. Kwa sababu mimi hii sihitaki, naweza nikakaja hapa, nikatoka tu huku kabisa, nikatoka kwenye extension. Kwa hiyo ni hatua
nyingine. Kwa hiyo tunaweza kujifunza jinsi ya kufungua VS Code na kuadd extensions. Kwa hiyo hatua inayofuata ni sasa kuanza kuandika zile kodi zetu za kwanza za Python kwenye VS Code. How to write code in VS Code? Kwa hiyo ni simple. Tuje hapa, hii ni file tu hapo. Umeona? Inaonyesha ni blank screen tu. Kwa hiyo tunaweza kuandika kodi. Kwa hiyo mimi napenda kufanya hivi na recommend all beginners kufanya hivi na kusaidia wewe kuweza kuorganize mafaili yako vizuri. Mimi nakujaga hapa kwenye file, afu na kuja hapa kwenye file na open folder lolote lile, na kuja hapa kwenye sehemu yote, labda kuna folder lako unataka ile folder ndio utunzage mafaili yako. Mimi nakuja kwenye downloads na create new folder, new folder. Ile folder nalita Python class, nalichagua folder na select folder hilo, yeah, huko kwenye VS Code litafunguka. Umeona? Ni super simple. Kwa na recommend kutumia hii njia, inasaidia wewe kuorganize hizo faili zako za code kwenye folder moja. Ni njia nzuri. Umeona? Kwa baada hapo nda close ile welcome, cha close, takuja kwenye Python class folder huko pembeni. Yeah, usihofu, maybe labda hii side bar hii kwako hizi option inatokea upande wa kushoto. Kwa ni sawa tu. Haina shida. Mimi niko napenda upande wa kulia. Nimeset hivyo. Kwa hiyo by default na nice itakuwa inatokea upande huu, lakini usihofu, kila tuzi itakuwepo inaonekana. Umeona? Kwa hiyo ukishafika hapa, the create new file, au unaweza create new folder. Kwanza create new folder ndani au create new file. Kwa hapa kwa sasa hivi leo na create new file, nasema hii file na delete labda VS Code, labda ndasema VS Code, tutaprint labda VS Code ni best IDE. Nasema hiyo ushaandika hiyo VS Code file, lazima ipe na extension fulani, extension.py. Nasema ipe extension.py. Kwa sababu gani tumeipa extension.py? Kwa sababu gani? Interpreter yako utajua hii ni faili la Python. Kwa sababu gani? Yeah, itajua hii ni faili la Python. Umeona? Kwa sema .py tutakuwa tumemaliza hapo, then tutaja kutest kitu kimoja kwa print statement. Kwa hapa nasema tu VS Code is the best IDE. Hiyo ni opinion yangu. Inaweza sio hivyo. Ni opinion yangu, is the best IDE. Yeah. Kwa VS Code is the best IDE. Ila kwenye VS Code usahau kitu kimoja, kuminya control S, maana una save kwanza. Maana ukisha save ndio unaweza kurun. Kuna button yako hapo inayoruhusu kurun, au unaweza kuandika shortcut Control+N. Kwa hiyo nikishafanya hivyo, mimi run hapo, ndaminya hiyo button itafunguka kwa chini kitu kinaitwa terminal. Huko kwenye terminal inaweza kusaidia wewe kuona majibu yako au kodi zako zilizorun kwenye VS Code. Umeona? Kwa hiyo nitaikuza hiyo terminal ili muweze kuona kitu kilichoandika pale juu, kwa hiyo kimetokea result yake imetokea hapa chini. VS Code is the best IDE. Umeona? Kwa hivyo ndio jinsi ya kuweza kuseti VS Code. Kwa hii video naishia hapa. Asante kwa kunisikiliza. Pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu na kuwali comments, kwa kuwa comments zako ni za msingi sana. Inaweza kusaidia sisi kufanya improvement mbalimbali. Karibu sana Madotech Academy. Bye bye.